Kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki za kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza hisia zao na chuki zao, kudai mabadiliko ya kweli. Kufanywa hivyo hakuwezi kamwe kuwa sababu ya wao kuuawa na kujeruhiwa kinyama kama ambavyo ilifanywa katika siku hizo mbaya na za majonzi makuu katika nchi yetu. Kugeuza uchaguzi kuwa mchezo wa kuviziana nani ni mjanja ni kitu hatari kabisa. Hakuna anayestahili kuongoza nchi yetu kwa njia nyingine yote ile isipokuwa kwa kuchaguliwa na wananchi katika uchaguzi ulio huru na wa haki. Lakini hapa Tanzania haki hiyo haipo. Uchaguzi ni kitu kitakatifu. Mtu yeyote anayetoa madaraka kwa uongo, kwa kejeli, kwa mabavu anataka uhaini. Kwa kipindi chote tangu nchi yetu ilipoingia katika mfumo wa vyama vingi, sehemu imekuwa ikipora chaguzi na kutumia mabavu kubakia madarakani. Wananchi wamechoka na wako tayari kuvumilia uporwaji na utoaji wa madaraka unaofanywa na genge la watu wachache ambao wamekula yamini ya kubakia madarakani kwa kila mbinu, huku wakisigina na kuinajisi haki ya msingi katika nchi yetu ambaye ni jamhuri, kuwa mamlaka yote hutoka kwa wananchi na kuwa viongozi wa serikali watawajibika kwa wananchi. Kamati kuu inasema kuwa kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi, wakati huo genge la watu wachache kupitia CCM na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao ni kuwageuza wao kuwa ni mandondocha. Wananchi wana haki ya kukasirika na kuonyesha hasira zao dhidi ya uovu wote ule unaofanywa na serikali na genge la watu wasioheshimu demokrasia. Pale mfumo wa uchaguzi na utumishi wa umma unapoharibika, ni jukumu la wananchi kunyanyuka na kukomesha ukiukwaji huo. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 na wale waliotekwa, kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu, na Chadema inawatangaza hivyo. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, Kamishna Mkuu wa Polisi Camillus Wambura alitangaza amri ya zuio kutotoka nje kwa wakazi wa Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni. Zuio hilo lilitekelezwa katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu na liondolewa pale Samia Suluhu Hassan alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma. Kamati kuu inatamka kwa kauli moja kuwa agizo hilo la Camillus Wambura lilikuwa batili, haramu na kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Ni rais pekee aliyechaguliwa na wananchi ambaye ndiye aliyepewa mamlaka ya kutangaza amri ya hali ya hatari nchini. Tunapenda kunukuu ibara ya 32 ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania inayotamka hivi: Rais aweza tu kutangaza kuwa kuna hali ya hatari iwapo a, Jamhuri ya Muungano iko katika vita, au b, kuna hatari hasa kwamba Jamhuri ya Muungano inakaribia kuvamiwa na kuingia katika hali ya hatari ya vita, au